The blood of Jesus. Look why you do me like this. My Lord, I wonder. Yeah. I'm very stupid. I'm very foolish. Waiting be this. Waiting be this. Jesus. Wali yako kijana. Kwema? Asante za hapa. Sasa usiweke sana. Amna ni kuna vitu hapa, kuna hizi karatasi nimekuletea hapa. Bidi upitie kidogo hapa. Bidi upitie kidogo. Some hapa, kuna sehemu pia ya kusaini hapa chini. Tayari. Umesha saini tayari? Nimesha saini. Kijana, umesoma mkataba lakini? Nimeshaelewa kwa hivyo sema tu si mpangaji. Yeah, au nikusomee kwa I'm very foolish. Haya, poa, nitakucheki baadaye. Haina shida, nitakucheki. Ndio mzee wangu. Kijana, umeupitia mkataba kweli, umeusoma? Mimi nimeelewa tu hapa, uzuri vitu vingine vinaeleweka hapo kama sema hapo mkataba na mpangaji. Sawa, basi mimi ngoja nikusomee kwa niaba yako kwa sababu umesaini bila kusoma. Na uzuri wa mkataba unaanza kufanya kazi kuanzia leo. Sawa. Mkataba unasema hivi. Ndio. Huu ni mwongozo wa mpangaji wangu katika nyumba yangu. Sawa kijana? Huu ni mwongozo wa mpangaji wangu katika nyumba yangu. Sawa? Mwongozo wake upo hivi. Hapa kuna sheria zilizopo kwenye mkataba. Maana wewe ni mpangaji mpya, si ndio? Ndio. Maana nimepewa taarifa na dalali wangu kwamba umeingia una kama siku 2. Kweli. Sasa wapangaji wenzako wana mkataba, lakini wewe kwa sababu ulikuwa una, ndio maana nimelazimika nikuletee. Sawa? Sasa sheria namba 1 inasema hivi. Ni lazima mpangaji kupika mara 3 kwa siku. Sasa ni lazima mzee. Sasa ndio umesha saini mkataba. Umesha saini mkataba na hivi vitu ni mkataba wa nyumba yangu kijana. Na umesha saini na nimeshakwambia unaanza kazi leo. Sawa, tuendelee. Namba 2 nasema hivi, mwenye nyumba anaruhusiwa kula kwa mpangaji, sawa? Muda wowote bila kuwekewa kikwazo chochote. Kama ndivyo basi mimi naomba tuanze. Zingatia saini yako hii hapa chini. Ni kweli nimesema, lakini mbona sheria hizo zinakuwa tofauti kidogo? Ndio maana nimekwambia soma kwanza nini mkataba. Umesha saini. Sawa? Namba 3. Sikiza tu kijana, usikate tamaa. Hii ni namba 3. Utaenjoy tu, hata usiwazi. Huruhusiwi kuleta mwanamke yoyote. Sawa? Zangu sinalipa kodi lakini. Sawa, lakini ni mkataba wa nyumba yangu. Huruhusiwi kuleta mwanamke yoyote, ila hapa sasa ni ndani ya mabano. Mimi kama mwenye nyumba nikatoa ushauri kwamba unaruhusiwa kutumia sabuni. Yaani unamaanisha nini? Tanielewa tu kijana. Saizi hao Wasafi hao wametoa sabuni mpya zinaitwa unamaanisha nini? Wasafi soap. Sawa? Kwa wewe ukinunua zile hata ulizia kwa mshikaji mtaani nini? Unaweza ukagoogle pale hata nini? Amna, unaweza ukagoogle pale faida za sabuni au matumizi ya sabuni. Matumizi ni hapo mengi sana kijana. Sawa? Kwa ndani ya mabano hapo kama mwenye nyumba nikaongezea ushauri kwamba sabuni unaweza kutumia tena sabuni yoyote. Na sasa sabuni ya Wasafi soap toleo jipya ile. Lakini si masuala ya kuogea tu na kuosha vyombo. Matumizi ni mengi kijana. Sabuni na matumizi mengi. Kama uelewi matumizi mengine unaweza ukagoogle. Matumizi ni mengi sana. Sawa? Lakini pia tunaingia sheria namba 4. Sawa? Mwenye nyumba anaruhusiwa kufanya tukio lolote dhidi yako hata akijisikia kukuua. Kijana, umesaini. Mzee wangu, mbona sheria zinakuwa ngumu zaidi? Amna, hizo wapangaji wenzako wote wanazielewa, sawa?
wapangaji wenzako wote wanazielewa. Alafu kijana anapokuwa anaongea unaniangalia usoni. Wewe umesaini hapa. Ndio nachanganya. Wewe ni mpangaji wangu sasa hizi. Sasa upo chini yangu mimi. Kwa hata nikijisikia kukua ndo mkataba wangu unavyosema. Uzuri umesaini. Sasa ndio kiama cha mzee wangu. Naomba basi tungebadilisha sheria. Amna kabisa sheria zinazidi kuwa ngumu zaidi ya hizo. Amna kijana wangu. Kama hata kuniua tu inaruhusiwa afu hatajafika sheria ya mtu. Na hapo bado sijamaliza. Sawa, ngoja tuendelee kwanza uone. Sheria ni rahisi sana hizi. Ukizizingatia ni rahisi sana. Mpangaji huruhusiwi kushabikia timu yoyote isipokuwa timu ya Yanga tu. Sasa mzee wangu mimi kama nashabikia Simba ndio uruhusiwi. Kumbuka ukishabikia Simba mimi naruhusiwa kukua. Haki yangu mimi kushabikia timu ninayoipenda. Sawa. Mkataba wangu ndio unasema hivi. Kivipi tunaanza kupanga? Mpangaji huruhusiwi kushabikia timu yoyote isipokuwa timu ya Yanga. Mkataba na upya. Sawa, subiri nimalize kukusomea afu nitakupatia usome. Uzuri umesha saini. Kwa hata usijali. Ukishabikia Simba na kuua. Naruhusiwa kufanya tukio lolote. Namba 6, sheria namba 6 nasema mpangaji huruhusiwi kutoa taarifa popote pindi atakapokuta wapangaji wengine wamejeruhiwa au kuumizwa vikali na mwenye nyumba. Sasa hapa ni nyumba ya mtu au nyumba ya mkongo hiyo kwamba wakongo bana ndio wamezoea vita. Sasa wangu mbona kama ni vita sasa? Jana ndio maana nilikwambia upitie mkataba kwanza vizuri. Uzuri umesha saini. Kwa hiyo ukija kukuta siku wapangaji wenzako nimewapiga mapanga nini? Hamna kijana, kaa tulia, wewe tulia. Uzuri mkataba huu hapo unasema sawa. Kwa hiyo ukikuta siku wapangaji wenzako nimewapiga mapanga, umeona vichwa viko nje, kaa kwa kutulia. Uruhusiwi kutoa taarifa popote. Sawa? Kama inawezekana. Namba 7, hii ndio sheria ya mwisho inasema hivi. Mwenye nyumba anaruhusiwa kuuza mali za mpangaji wake endapo atapata changamoto zozote za kibinadamu. Yaani upate shida wewe uje uuze mali za mimi. Au nimekuelewaje? Sheria namba 7, huu ni mkataba kijana, sawa? Ni mkataba na umesaini tayari. Kwa hiyo itakapotokea mimi nimepata changamoto zozote za kibinadamu, sawa? Naruhusiwa kuuza mali zako. Na uzuri umesaini kabisa hapa chini. Mimi kama mpangaji nimesaini mkataba huu nikiwa na akili timamu, nikiwa sijanywa, sijalewa, nimekula na kushiba. Hii ndio sheria yangu ya mwisho na umesha saini hapa. Labda tu nikupatie upitie kama kuna sehemu utakuwa hujaelewa. Sikiza mzee wangu. Naomba kama inawezekana. Hamna kijana. Basi wewe pitia tu kwa faida yako kama kuna sehemu utakuwa hujaelewa. Kama inawezekana kuna copy nyingine. Hamna copy. Tuweze kurudia na upya afu ni saini na upya. Hamna copy. Yaani ndio mkataba wangu wa mwisho. Basi ubadilishe hata vipengele baadhi ya vifungu maana yani tukaba kama wapangaji. Mkataba niliokupatia mimi ndo naanza afu na familia. Huu mkataba niliokupatia na ndo walionao hata wapangaji wenzako, sawa? Ndio maana mdau nikakwambia upitie mkataba afu zeni ufanyaje? Usaini. Umesha saini tayari. Nikakuuliza umeupitia, umesema ndio. Kwa hiyo upitie tu kama kuna kifungo chochote na ambacho utakuwa hujakielewa. Maana tukiendelea kubishana kijana pia naweza nikakua. Kumbuka nimesema mkataba unaanza kufanya kazi kuanzia leo, sawa? Basi naomba nipe muda nijifikirie mzee wangu, sawa? Hamna cha sasa unajifikiria nini wakati umesha saini? Sasa kijana mimi ngoja nikuache. Nafikiri kuanzia kesho nitaanza kukutembelea, sawa? Nitakuwa nakuja kukagua kama umepika mara